Khalid, mambo vipi? Ni njema kabisa. Jana tumeangalia dabi ya Kariakoo ambayo ilikutanisha watani wa jadi, nazungumzia Simba Sports Club dhidi ya Young Africans na kutoka sare ya mabao 2-2. Utata umekwisha ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Simba na Yanga, dabi hiyo imetamatika na kugawana alama. Kwa upande wako uliona nini hasa katika mchezo ule pale? Na tukumbuke Simba ilitangulia kwa mabao 2 lakini Young Africans wakaja kurudisha. Simba waliutaka mchezo dakika za mwanzoni kabisa, hasa kwenye dakika zile 15 za mwanzoni. Kwenye mpira wa miguu tunasema kuna dakika hatari, na dakika hatari na muhimu zaidi kwa kila timu ni zile 15 za kwanza na za mwisho kwenye kila kipindi. Lakini dakika muhimu zaidi ambazo unatakiwa uwe mchezoni kwa wakati wote ni hizo dakika, kwa sababu tayari ukizitumia vibaya mpinzani wako anaweza kukuadhibu, na mpinzani akizitumia vizuri anaweza kujipatia matokeo mazuri. Simba walifanikiwa na walitumia tu makosa machache ya wachezaji wa Yanga, ikiwemo la Israel Mwenda kuporwa mpira kwenye eneo la mpango kazi wa kushambulia kwenye build up ya Yanga, wanakwenda kufunga bao la kwanza la Libasa Gay. Lakini pia makosa kama yale ya kuporwa mpira kwenye eneo la kiungo, wanaenda kupata bao la pili ambalo lilikuwa na ubora pia kwa Cletus Chota Chama ambaye lilifunga pamoja na Elim Panzo aliyekuwa amelipika. Kilichokuwa kinahitajika ni kulinda ushindi na kuzuia Yanga wasipate bao mchezoni. Timu ambayo imetangulia ikifanikiwa, ama timu iliyotanguliwa ikifanikiwa kupata bao moja, saikolojia ya mchezo huwa ni rahisi sana, kwa sababu kuna uwezekano wa kupatikana kwa bao lingine la pili. Ndio kitu ambacho kimetokea, na Yanga ikaonekana kuwa nzuri kwenye management ya mchezo, kwenye kumanage ule mchezo kwa ujumla. Ikarejea mchezoni, kipindi cha kwanza kinamalizika, Simba anakwenda akiongoza na bao 2-1, lakini kipindi cha pili kimekuja, mchezo tayari ushafunguliwa. Kila kocha alishaamua kujilipua kwenye mchezo. Tumeona mabadiliko yaliyotokea kwa Yanga, lakini pia mabadiliko ambayo Simba walikuwa wameyafanya. Tayari mchezo ulikuwa na taswira tofauti kabisa, ambako hiyo taswira ya pili ndio iliyokuwa taswira ya kuamua mchezo utaamuliwa wapi. Transition, mwisho wa siku game inaisha sare ya bao 2-2. Aliyenufaika ni Young Africans. Unadhani ni kwa nini Young Africans ndio amenufaika? Ni kwa sababu mpaka hivi sasa anaongoza msimamo wa ligi akiwa na pointi 5 dhidi ya Simba ambaye yuko kwenye nafasi ya pili. Gap la pointi 5 ni nyingi sana kwa Young Africans, na ni ngumu sana kwa Young Africans kupoteza alama kirahisi kwenye michezo ambayo imesalia. Michezo ambayo imesalia kwa hivi sasa ni migumu na ni pressure kubwa sana kwa upande wa Simba, kwa sababu muda wote atahitaji kukusanya alama. Kila mechi kila timu ikishinda mechi zake, maana yake faida zaidi iko kwa upande wa Simba. Na hata kama Young Africans ikipoteza mchezo mmoja, bado ana uwezo wa kurudi kwenye hali ya ushindi. Hata akitoa sare kwenye michezo mitatu, bado faida inabaki kwa upande wake, kwa sababu atakuwa na faida zaidi hata kama asipopata matokeo mazuri kwa upande wake. Simba atakuwa anacheza mechi zake ikiwa na pressure kubwa, lakini gap la pointi 5 ni kubwa sana ambalo atakuwa ameachwa mpaka hivi sasa. Pengine labda ingelikuwa gap la pointi 2, inawezekana mazingira yangekuwa mazuri. Simba kwenye mechi ya jana alikuwa anahitaji matokeo ya ushindi tu iwe faida, lakini Young Africans alikuwa anahitaji matokeo ya sare kwenye mchezo wa jana au washinde mechi ili kujiwekea mazingira mazuri ya kutoa ubingwa. Dabi inakuwa na mambo yake, inakuwa na mambo mengi sana katika mchezo wa dabi. Mara tunasikia wanapita mlango mwingine, lakini jana tumeshuhudia tukio la Young Africans kutobadilisha nguo katika vyumba vya kubadilishia nguo katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo. Kisayansi ipoje ili walikuwa wanakimbia kwamba kuna ile kusema vyumba kuna harufu ya dawa, au tunazungumziaje ili kisayansi? Inahitaji uthibitisho ili kuona kama kuna mazingira ya tofauti ambayo yalitokea kwenye vyumba vyenyewe husika vya kubadilishia nguo, lakini inahitaji uthibitisho wa kitaalamu, uthibitisho wa kisayansi, na uthibitisho kwa watu wenye mamlaka, na uthibitisho kutoka kwa watu wa kikemia ambao wamesoma hivyo vitu, ili kuweza kung'amua kama kulikuwa na vitu vya hatari kwenye chumba cha kubadilishia nguo, hasa hizo dawa ambazo ama hizo chemicals ambazo zinatajwa kwamba pengine ni miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea sintofahamu kwa Young Africans. Lakini uthibitisho huu unaweza ukasaidia baadhi ya vitu kama vilikuwepo au kama havikuwepo, kwa sababu
Miongoni mwa vitu hatari sana kwenye sayansi ni pamoja na baadhi ya kemikali zikiingia kwenye mwili wa binadamu. Kwa mfano, kuna kemikali inaitwa tetrachloromethane. Tetrachloromethane inapoingia kwenye mwili wa binadamu inaweza kusababisha kuumwa kwa kichwa, inaweza kusababisha mchezaji akapoteza fahamu, inaweza ikampelekea mchezaji akaingia kwenye koma, inaweza ikapelekea athari nyingi sana za kiafya kwenye mwili wa binadamu. Sasa ili kuweza kujua kama ni kweli au la, inachohitajika ni uthibitisho kutoka kwa watu wa kikemia ili kuona kama kweli ilikuwa ni kuna mazingira tofauti ama kuna viashiria tofauti vya dawa ambazo zimepigwa marufuku ama hizo dawa ambazo zimepuliziwa vyumbani. Na ni hatari kweli kwenye afya ya wachezaji kama kweli zipo, lakini kama hazipo, hiyo ni kesi ama hiyo ni issue ya wenye mamlaka, ambao wapo sasa Young Africans wao wanaweza kwenda mbele zaidi na kwenda kujitafutia uthibitisho au kuweza kutafuta vitu vingine ambavyo vinaweza moja kwa moja kutumika kama vithibitisho, ikiwemo sampuli ya baadhi ya vitu ambavyo vilikuwepo kwenye hivyo vyumba vyenyewe vya kubadilishia nguo. Mara baada ya mchezo kutamatika, goli la Clatous Chota Chama lilikuwa linatajwa kama ni goli bora la msimu huu hapa mwaka 2025-2026. Kwa upande wako wewe unazungumziaje? Mimi kwa upande wangu mpaka sasa ndio goli bora la msimu, na kama halitafungwa bao lingine kama lile, linastahili kuwa bao bora la msimu kwa msimu huu, kwa sababu limeunganisha vitu viwili kwa wakati mmoja. Mara zote tumekuwa tukiona mabao bora ni yale tu ambayo yanafungwa yadi 22 au yadi 30 na kuendelea, au yadi 42 na kuendelea, au mchezaji yupo katikati mwa sehemu inayogawa uwanja, katikati mwa uwanja, pengine akipiga mpira mrefu ukaingia wavuni, ndio tunahesabu kama ni bao bora. Lakini bao la Clatous Chota Chama limekusanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Limekusanya ufundi, lakini pia limekusanya yale maarifa ya mchezaji. Limekusanya ufundi, maarifa ya mchezaji katika kuifunga bao lenyewe, ikiwemo namna ya kupika. Elie Mpanzu credit kubwa sana kwa upande wake, kwa sababu miongoni mwa vitu vigumu sana ambavyo vinakosekana kwa viungo wengi sana pamoja na wachezaji ni ule uwezo wa kuzungusha kichwa nyuzi 360 na kuona mpinzani yuko wapi au kunusa hatari iliyopo karibu yako, pamoja na kuona teammate wako yuko wapi ili uweze kupeleka mpira pale. Lakini alichokifanya Elie Mpanzu ni kuzungusha kichwa chake na kutazama, pamoja na kuinua macho yake kuona na kunusa hatari ziko wapi, lakini pia mpinzani yuko sehemu gani, teammate wake yuko wapi ili aweze kuweka mpira. Ameweka mpira ambao Clatous Chota Chama kwa ufundi mkubwa sana, licha ya uwezo wake mkubwa wa utulivu kwenye eneo la mbele, lakini ametuonesha kitu cha utofauti cha kufunga bao la tofauti, pia akiwa na mazingira tofauti ya kiufundi zaidi. Mimi kwa upande wangu linatosha kabisa kuwa bao bora la msimu mpaka hivi sasa. Kwa upande wa mwamuzi ambaye alipewa kijiti hiko cha kuendesha mchezo huo wa dabi, wewe unaonaje? Tumeona Yanga na Simba zote zimekuwa zinalalamika. Ukiangalia kwenye peji yao ya Instagram ya Yanga na Simba, wameposti klipu ambazo zinaonyesha zilitakiwa ziamuliwe kuwa penalty. Kwa upande wako umeonaje uamuzi wa mwamuzi ambaye alichezesha Hamza? Mwamuzi alikuwa sawa kabisa kwenye mechi ya jana, na mwamuzi alikufanya kazi yake kwa asilimia kubwa. Sikuona shida yoyote kwa upande wa mwamuzi. Dabi mara zote huwa zina namna yake ya kuziapproach, na tuliona approach iliyotoka kwenye mchezo uliopita ya mwamuzi kutoka nchini Kenya, ambaye aliingia na approach ya kutotoa kadi yoyote ya njano. Lakini approach aliyoingia nayo mwamuzi wa jana Hamza El Fariki kutoka nchini Morocco ilikuwa ni ya tofauti kabisa. Kwa upande wake aliopti kutoa kadi za mapema na kadi kwenye yale matukio hatarishi zaidi kuliko kadi kwenye kila tukio ambalo pengine kwa sheria ya fouls and misconduct, sheria nambari 12 ya mchezo wa mpira wa miguu, zote ungeweza kuzikaunti kuwa ni kadi za njano. Lakini mwamuzi binafsi yeye aliingia na approach ya kutuliza mchezo kwenye yale matukio hatari zaidi, kwenye zile dangerous plays, ndio ambako alikuonesha kadi za njano. Alafu matukio mengine ambayo hayakuwa ni ya hatari zaidi, either ilikuwa ni reckless au careless fouls, zote alikuwa amezipeta kwa sababu ya kuacha na kutopoteza ladha ya mchezo. Mimi sikuona shida yoyote kwa upande wa mwamuzi. Unadhani kwa nini Watanzania wengi sana komenti yao ipo kwa waamuzi, hawataki waamuzi wa nje? Nafikiri kwa hivi sasa Watanzania wengi sana wanahitaji waamuzi wa nje kuliko hata waamuzi wa ndani, kwa sababu Watanzania wengi
ama asilimia kubwa ya waamuzi kutoka nchini Tanzania wamepoteza hali ya kujiamini. Na asilimia kubwa sana ya Watanzania wanaamini ya kwamba waamuzi akitoka nchini Tanzania atakuwa na vinasaba vya moja kati ya hizi klabu mbili. Asipokuwa Yanga atakuwa Simba. Sasa hii hali imepoteza hali ya kutojiamini. Plus makosa ya mfululizo yanayoendelea kwenye ligi zetu. Hii yote imepoteza hali ya kujiamini kwa baadhi ya waamuzi. Sasa imani kubwa zaidi ipo kwa waamuzi kutoka nje. Hata kama wakikosea, huwezi kusikia wakiwa criticized, wakikosolewa kutokana na vinasaba vyao, either ni Simba au Yanga. Utasikia wanakosolewa kutokana na maamuzi ya kile walichokiamua pale mchezoni. Hiyo ndio tafsiri halisi na imani halisi kutoka kwa waamuzi inayopatikana kwa waamuzi kutoka nje. Waamuzi kutoka nje kinachotafutwa ni ile neutrality, ni hali yao ya kutofungamana na upande wowote. Hamza El Farik ni miongoni mwa waamuzi ambao wamepata, ni mwamuzi mwenye beji ya FIFA, lakini pia atakwenda kuchezesha kombe la dunia mwezi Juni mwaka 2026 katika nchi ya Mexico, Canada pamoja na Marekani. Kwa ni mwamuzi ambaye yuko kwenye top level nchini Morocco, top level barani Afrika. Mimi nikushukuru Khalid. Shukran sana.